Mimi binafsi niseme kwamba mimi ni mwanachama wa Corpi. Nadhani ndiye mzee mwanachama kuliko ninyi nyote, kwa sababu niliingia chama cha Corpi mwaka 1971 ikiwa mwanafunzi Roma. Palikuwepo rafiki yangu mmoja kule Padre Ekbon kule Ettlingen, hivyo akaniingiza pale kwa mwanachama wa familia ya Ettlingen kule Ujerumani. Kwa muda nikaendelea kama mwanachama hai, ingawa polepole kule Ettlingen walipokuja watu wapya nikafifia. Hivyo ni furaha yangu kwamba nianze kuongea juu ya Corpi. Corpi ni chama kizuri kinachomwendeleza binadamu kiroho na kimwili. Chama cha Corpi kama mnavyojua kilianzishwa na mwenye heri Adolf Corpi ambaye alizaliwa 1813 mpaka 65 na kianzisha mwaka 1850 kule Cologne, Ujerumani. Na wakati ule anakianzisha ndio wakati wa mapinduzi ya viwanda kule Ujerumani, na hali ya uchumi ilikuwa mbaya. Vijana walikuwa wanalala nje kwenye mitalo na mahali pengine, na yeye kama alipokuwa padre akaona hali hii sio nzuri, ndiye akaanza kuunda vijana ambao aliwaweka katika nyumba za kulala, na waache kulala walau alikuwa anaita nyumbani kutoka nyumbani, maana home from home, yaani nyumbani lakini nje ya nyumbani, kwa sababu hao walikuwa nini? Walikuwa watu wa mitaani. Na akakiweka chama hiki chini ya Mtakatifu Yosefu, na hawa vijana Gesellenvereine, yaani kwa kifupi machinga, walikuwa machinga wale, ndio aliowasaidia wale katika kuwaweka. Na tokea pale chama hiki cha Corpi kikaanza kuenea. Ameongelea juu yake, bahati nzuri hivyo kwa kuingia sana katika, ingawa tulikuwa na mambo mengi, lakini ndio nao siwezi kusema kwa kinaganaga juu ya International Corpi Society. Lakini yeye mwenyewe alitembea sio tu Ujerumani, lakini alitembea Ulaya na kukieneza katika sehemu mbalimbali. Na ninavyojua sasa hivi kina wanachama kati ya 400 na 450 na familia kati ya 5,000 na 9,000, inategemea unazihesabuji. Hiyo ni Corpi ya kimataifa ambayo inaendelea, na anayetaka kuijua wewe upige Corpi kitu utaona nchi zilizopo. Lakini mimi hasa nitaka kuongea juu ya Corpi Tanzania. Mwaka 1888 hayati Monsignor David Kamugisha akiwa Ujerumani alikutana na wana Corpi, na kule wakamweleza mambo yanayofanywa na chama cha Corpi. Na wakati ule Monsignor David Kamugisha, wakati akiwa bado padre, alikuwa ni mkurugenzi wa utume wa walei, na hivi akaomba kama chama hiki kinaweza kuja huku Tanzania. Na kwa ruhusa ya Baba Askofu Nestor Timanywa, tarehe 28 Juni mwaka 1989 wakaanzisha kikundi cha kwanza cha wanachama 12 chini ya marehemu Fortunatus Kawengere, na kwa namna hiyo wakapanda mbegu ya matumaini katika kile kijiji cha huyu Baba Kawengere, akiwa yeye mwenyekiti kijiji cha Kibeta. Kibeta iko hata tuko Kibeta hapa, iko chini kidogo kule kwenda barabara kubwa. Hiyo ikawa ndio kijiji cha kwanza na ikawa ndio Corpi ya kwanza. Bahati mbaya wote wawili hawapo pamoja nasi. Ningeomba tusimame kwa dakika moja kwa kukumbuka. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Kwa kweli kama alivyosema, Corpi Tanzania ilikwenda kasi
Kufika tarehe 29 Januari mwaka 1991 nikiwa na wanachama 345, Corvic Tanzania ilitambulika kimataifa kama familia ya Corvic. Manake Tanzania na yenyewe ikaorodheshwa kama nchi ambazo zina Corvic ambayo liko hai, na kwa kuorodheshwa hivyo wakaweza vile vile na wao kuanza kupata misaada mbalimbali. Na mwaka 1999 wanapokuwa wanasherehekea miaka 10 walikuwa tayari na wana Corvic 1632 katika majimbo 6: Bukoba, Mwanza, Rulenge, Kigoma, Dar es Salaam na Tanga. Hayo ndio majimbo ya mwanzo mwanzilishi hayo ndio majimbo ya kwanza yaliyoanza Corvic. Kwangu kilele cha Corvic kilikuwa mwaka 2015. Nachagua siku hiyo kwa sababu Corvic ilikuwa inasherehekea miaka 25 na mwanzilishi wake Monsignor David Kamugisha ndipo alipofikisha umri wa miaka 75. Wakati huo Corvic ilikuwa na wanachama 11,918. Nasikia sasa ameshafika 15 katika majimbo 18 wakati ule. Majimbo hayo 18 yalikuwa Bukoba, Kayanga, Rulenge, Ngara, Mwanza, Kigoma, Singida, Morogoro, Dar es Salaam, Tanga, Sumbawanga, Same, Mbulu, Tabora, Dodoma, Bunda, Arusha, Geita, Iringa na Msoma. Na majimbo hayo ndipo yalipogawanywa wakati ule katika kanda 3. Kanda ya Ziwa ikiwa ni Bukoba, kanda ya kati ikiwa Singida, kanda ya mashariki ikiwa Tanga, na walikuwa katika mkakati wa kufungua kanda ya nyanda za juu za kusini kule Iringa. Na programu kubwa waliokuwa nayo ya kwanza kabisa ilikuwa ni mafunzo na malezi endelevu, ikipewa msaada na Corvic ya kimataifa tangu mwaka 1991. Na tangu pale lengo lake likawa ni kuwezesha familia kiroho na kimwili, na kimaendeleo. Corvic ilikuwa na miradi mingi ya maendeleo katika sehemu mbalimbali na katika mahali mbalimbali: mafunzo ya viongozi watendaji, elimu ya ufundi kwa vijana, maendeleo ya kilimo, mifugo, elimu ya mafunzo stadi mbalimbali kwa wajasiriamali, kuwezesha SACCOS mbalimbali kwa mikopo, kutunza mazingira, kupanda miti, hata na wanyuki. Sio walikuwa na watu wanyuki wanafanya miradi ya nyuki, miradi ya nguo, miradi ya kila sehemu. Ilionekana vizuri. Nakumbuka wakati tunasherehekea miaka 25, kwa mfano watu wa Singida walikuja na miradi ya watu, vitu vyao vingi sana, na vilikuwa kabisa na nembo kabisa ya ubora. Najua na katika miaka 25 mwaka 2015 Singida ndio walitia fora katika miradi ya Corvic. Corvic International ilituma nchi nyingine kuja hapa Tanzania kujifunza, kwa sababu Corvic Tanzania ndio ilikuwa kinara kama alivyosema. Kati ya nchi zilizokuja kujifunza hapa palikuwa Corvic Uganda, ilikuja hapa usiwaone hapa. Walikuwa Corvic Kenya, Rwanda, Burundi, Nigeria, Togo na Misri na Ethiopia. Wote walikuja hapa kuja kujifunza mambo ya Corvic. Nakumbuka nilipokuwa Abu Dhabi nilikutana na askofu kutoka Misri. Alikuwa amekuja hapa kujifunza mambo ya Corvic, alikuwa mpenzi wa Corvic. Akaanza kuniuliza, nakumbuka mambo ya Tanzania, Corvic namna gani? Kasema inaendelea vizuri, wakati inaendelea vizuri. Na waliweza vile vile kuwapatia vijana scholarships mbalimbali. Kwa mfano, katika kipindi hicho walishawaelimisha watu wa vyeti vya kawaida watu 36, diploma 17, degree ya kwanza 16 na hata na masters moja.
kati ya viongozi mbalimbali wa Corpi. Corpi kwa sababu ya ufanisi wake ilijenga mtandao wa Corpi na nchi mbalimbali, kwa namna ya pekee Ujerumani, Uswizi, Austria, Uholanzi, pamoja na taasisi na vyuo vya serikali. Walikuwa vile na uhusiano na vyuo vya serikali na taasisi mbalimbali za serikali, hata na kila mkuu wa mkoa aliyekuwa anakuja Kagera kama hajui Corpi, walikuwa wanasema huyu hataweza kushinda, kwa sababu Corpi ilikuwa ni kichocheo cha maendeleo. Mwaka 2012 nilikwenda Ujerumani kwa ajili ya kampeni ya Mizero. Kazunguka sehemu mbalimbali za Ujerumani. Nikarudi tena mwaka 2015 katika kampeni ya Misio, nayo nikazunguka katika sehemu mbalimbali. Kitu kimoja nilichokiona hata mle Ujerumani, kila ulipofika ukisema natoka Tanzania, wanakuuliza je, unajua Corpi? Na wanasema naijua. Ukiona najua, hapo kwa kweli wanapata vizuri. Nakumbuka wakati niko kwenye Misio, kampeni ya Misio Aachen kule Hamburg, wanapenda sana Tanzania. Nakumbuka nilialikwa kwa milo kadhaa kwa jina la Corpi. Kwa sababu mimi nilikuwa naongoza kikundi cha Misio, nikawaita na wengine nikawapa notes kidogo ili wajue Corpi Tanzania, ili wakiulizwa wasije wakafadhaika na wakahangaika. Hiyo kwa sababu Corpi kwa kweli ilikuwa katika hali nzuri na ilikuwa inaenda vizuri. Wakati yule Corpi Tanzania ilipata tuzo 4 za kimataifa na tuzo 5 za kitaifa na kimkoa kwa kufanya vizuri, hasa katika miradi mbalimbali, kwa kazi nzuri ambayo walifanya. Na mwanzilishi mwenyewe kufikia mwaka 2018 alikuja kupata tuzo 5 za kimataifa kwa uongozi wake aliokuwa nao katika kipindi hicho. Hivyo nikatize hapa niongelee tunu za Corpi zilizokuwa zinaiendesha na zinazokubaliwa kimataifa, na anayekuja kuongea sio ya kwangu, niliyachota kutoka kwa maneno ya mwanzilishi Adolf Corpi na kutoka katika sera ya Corpi International. Jambo la kwanza la kuweza kuhakikisha Corpi inakwenda vizuri na hiyo kwa inasaidia ni kuishi binafsi ujumbe wa Injili ya Kristo. Maanake mwana Corpi kwanza ya yote awe Mkristo kweli kweli, apewe imani, aweze kupewa matumaini yale yanayoletwa na Injili. Na nukuu kutoka katika sera hiyo. Hilo tuwawezeshe washiriki wake kujithibitisha kama Wakristo katika neno, katika taaluma yao, ndoa na familia, katika kanisa, jamii na serikali, kutoa msaada kwa washiriki wenzake na kwa jamii kwa ujumla, wakishuhudia Ukristo wao. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana na linasisitizwa sana na Corpi ni kuungana na kanisa, na nukuu, haya ni maneno kutoka kwa sera za Corpi International. Mshikamano na kanisa, jumuiya ya Corpi inapaswa kuelewa kwamba ni katika muungano wa karibu na ulio hai na kanisa pekee ndio kunaweza kutimiza wajibu wake kwa ulimwengu na wokovu wa ulimwengu, na kwamba mizizi yake ya kiroho iko katika kanisa. Ni jukumu la uongozi kusisitiza kila wakati ukaribu huu na kanisa. Hii na nukuu kutoka katika Corpi International. Ya tatu, kumwezesha muamini kuwajibika kama Mkristo katika familia, katika jumuiya, katika nchi na uchumi na katika kanisa, yaani awe mtu aliye hai. Jambo lingine ni kuinua na kusaidia familia na vijana. Kwa Corpi, familia msingi ndio msingi wa kila kitu. Hivyo Corpi inapaswa kuimarisha familia, kusaidia Mkristo kiroho na kimwili, kuimarisha familia na jumuiya zao katika mambo ya kiroho, hasa familia zao kudumu katika utakatifu. Jambo lingine ni mshikamano kati yao, umoja kati ya wana Corpi.
mshikamano kati ya wanakolpi, upendo kati ya wanakolpi. Naitwa Dr. Oscar Ishengo Makikoyo, mwenyekiti ambaye nimemaliza muda wangu Kolping Society of Tanzania. Ni jumuiya ya kanisa Katoliki ambayo inafanya kazi katika majimbo zaidi ya 20 Tanzania. Ni chama cha kitume ambacho kinatoa huduma katika familia zetu katika majimbo hayo zaidi ya 20, na kazi yetu kubwa ni kuwasaidia Wakristo na wananchi ambao wanaishi ambao ni wanachama wa chama hiki, hasa katika miradi ya kukuza uchumi wao katika ngazi ya familia. Na kazi kubwa tunayoifanya ni kuongeza mnyororo wa thamani kwenye mazao mengi wanayo lima, lakini zaidi tunajikita zaidi kwenye kuongeza kipato cha familia kwenye jumuiya zetu, pamoja na kusali, kuombeana, lakini kubwa tunayoifanya ni kuongeza mnyororo wa thamani kwenye zile shughuli wanazofanya katika ngazi ya familia. Sasa tumekuwa mwenyekiti kwa kipindi cha miaka 4 sasa, namaliza muda wangu. Tumekuwa na mkutano huu wa kitaifa National Convention hapa Bukoba. Lengo lake ilikuwa ni kujitafakari baada ya kipindi cha miaka 4. Kama ilivyo kawaida yetu, tunakaa tunajitafakari, tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Baada ya kufanya huu mkutano ambao ni wa siku 2, leo siku ya kwanza tulikuwa na mada, tulikuwa na maswali. Kila jimbo limeleta kazi walizofanya, bodi imetoa ilichokifanya, changamoto, matatizo. Baada ya hapo tukaja kwenye uchaguzi wa viongozi wapya. Kwa hiyo tumepata mwenyekiti mpya wa bodi, Profesa Deogratias Rutatora, ambao sasa mimi namkabidhi kijiti. Tumekuwa na mambo mengi kwa kipindi cha miaka 4. Tumeboresha miundombinu, tumeboresha uongozi wa jumuiya. Tumefanya mambo mengi sana kwa ngazi ya taifa, lakini kwa ngazi ya jumuiya zetu katika maeneo mbalimbali. Sasa changamoto tulizokuwa nazo kubwa nyingi ambazo za kawaida za kiutawala, mifumo ya uongozi na utawala, ambao tumewakabidhi sasa bodi mpya wakaboreshe ili kuijenga Kolping mpya, Kolping yenye nguvu na Kolping inayowasaidia watu wengi zaidi kuliko hao tulioacha. Kwa mpaka sasa Tanzania tuna wanachama zaidi ya 17,000 ambayo Kolping imekuwa ikiwahudumia. Sasa kazi ya bodi mpya ni kuongeza idadi ya wanachama ili tufikie 20,000 ili tuendelee kuwa jumuiya kubwa kwa upande wa Kolping International. Na mwisho niwaambie tu, Kolping International au Kolping kama Kolping inafanya kazi katika nchi zaidi ya 100 duniani. Ni jumuiya kubwa, inafanya kazi kubwa katika mataifa mbalimbali. Nawashukuru sana. Mimi ninaitwa Mama Genevieve Mtaita Laswai. Ni mwanafamilia wa Kolping toka jimbo kuu la Dar es Salaam. Familia yangu kule Dar es Salaam ni familia ya Pugu parokiani. Nimekuwa mwana Kolping tangia mwaka 2016. Kwa hiyo kwa sasa kwenye Kolping nina miaka 10 iliyokamilika. Nilipojiunga Kolping mwaka 2017 nilichaguliwa kuwa kiongozi ngazi ya taifa kama makamu mwenyekiti. Nimeweza kuhudumu nafasi hii toka 2017 hadi leo hii 2026 ninapomaliza muda wangu na kukabidhi kijiti kwa kamati mpya iliyochaguliwa. Ndani ya Kolping nimeweza kujifunza mengi. Kwanza, ushirikiano na wenzangu ambao nimeweza kushiriki nao katika kazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya jimbo hadi ngazi ya taifa mpaka sasa ninapohitimisha.
ni mengi tumeyafanya. Miradi tumeweza, kama kiongozi tumeweza kutembelea miradi mbalimbali ambayo tulikuwa tunaisimamia kuhakikisha kwamba kila mtendaji alikuwa anawajibika kwa sehemu kubwa katika nafasi ile aliyokuwa nayo. Nimepata faida nyingi kwenye shirika la Colping, kwenye utume wa Colping. Kwanza nilipata nafasi mwaka 2018 nilichaguliwa kwenda nchi ya Switzerland. Tuliweza kusafiri kwenda Switzerland kuhudhuria miaka 150 ya utume wa Colping kule Switzerland. Kwa hiyo ile tu tuliweza kushiriki, niliweza kujifunza mambo mbalimbali kwa wenzetu na kuona jinsi ambavyo wamepiga hatua kiColping na jinsi ambavyo hakika kwa Colping wanaiheshimu na kuiheshimisha. Baada ya hapo, kile nilichojifunza kule Switzerland nilikileta pia kwenye familia yangu, kuwashirikisha wanayofanya wenzetu. Nikawapa kazi zile ambazo nikawaelekeza yanayofanyika ili na sisi tuone angalau kwa sehemu tutaweza kuyafanya. Kwa hiyo hizo ni faida. Faida ni nyingi. Nimejifunza miradi ya aina mbalimbali, na hata pale nyuma nimejifunza ujasiriamali kupitia Colping. Ninatengeneza vitu mbalimbali, pochi, natengeneza mafuta ya kujipaka, natengeneza sabuni. Vyote hivyo nilivipata kupitia Colping. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Basi kwa hawa viongozi wapya waliochaguliwa, nitawaomba tu wakasimame imara katika kuzifanya kazi za Colping chini ya kiongozi mwenyekiti wao. Wakawe ni watu wa kushirikiana, wasiwe watu wa majungu, wakawe ni watu wanaosimamia haki, wanaopenda maendeleo ili kazi ya Colping iweze kwenda mbele. Haijalishi wanachukua uongozi wakati Colping iko kwenye changamoto nyingi, lakini nina imani kwa uongozi huo hizo changamoto watakabidhiana nazo, na hata deni kubwa linalodaiwa Mungu atawapa njia litaweza kulipwa. Yangu ni hayo. Naitwa Mama Genevieve, asanteni. Jina naitwa Brother Derek Anatoli Pesha wa shirika la mitume na mwalimu wa kanisa. Shirika langu liko nchini Uganda, lakini mzaliwa wa hapa Jimbo Katoliki la Bukoba. Ndani ya Colping mimi ni mtumishi hapa makao makuu. Ninafanya kazi kama kaimu mkurugenzi wa jumuiya ya Colping Tanzania. Kama mnavyofahamu, jumuiya ya Colping Tanzania ni chama cha kitume ambapo huduma zetu tumesambaa ndani ya majimbo 21 Tanzania nzima, na huduma zetu zimegawanyika katika makundi mawili, ambapo tunafanya utume wetu ndani ya majimbo haya katika mtazamo wa kuelimisha wanachama wetu waweze kujikwamua katika maisha duni na kujielewa na kujitegemeza. Lakini pia utume wetu pia tunaofanya kama sisi chama cha kitume uko katika taswira ya kibiashara na elimu, ambapo tuna mashule, lakini pia tuna elimu na viwanda vidogo vidogo ambavyo viko katika nyanja ya kilimo. Wanachama wetu sasa hivi tuko wanachama 15,000 Tanzania nzima. Ili mtu aweze kujiunga na jumuiya ya Colping anatakiwa azingatie nini? Ndio, ukitaka kujiunga kwenye chama chetu, kitu cha kwanza lazima uwe ni Mkatoliki. Uwe ni Mkatoliki aliyebatizwa. Na ukitaka kujiunga kwenye chama chetu, kwa sababu sisi Colping familia zetu zimeundwa na familia ya watu 10, basi Tanzania nzima huko utaweza kuomba mojawapo ya familia zilizoko huko kwenye majimbo, na unaandika barua ya kuomba kwa mwenyekiti. Ukishaomba kwa mwenyekiti, mwenyekiti atapeleka ombi lako kwa wanachama, watakujadili,
wakisha kujadili basi watakuita, na wakisha kuita kuna maandalizi ambayo wanakuandaa kama ambayo ni taratibu na katiba zetu ambazo wanachama wanazo huko. Kwa hiyo watakuandaa kwa sala, watakuandaa kwa training, watakupitisha shughuli za juma yetu tunazofanya kama sisi kikundi, na ukishafundishwa basi watakuapisha rasmi. Ukishakuapisha rasmi mtapokelewa katika ibada ya misa takatifu. Maana huko tuna baba walezi, tuna baba mlezi ngazi ya kitaifa, lakini tuna baba walezi katika ngazi za kijimbo. Watakupokea huko. Wakisha kupokea basi sisi kama watendaji wa makao makuu watatutumia list ya wale wanachama ambao wameweza kupokelewa huko katika familia kwenye majimbo ambako sisi tunafanya shughuli zetu. Ningependa kuongelea pia shughuli ambazo tunazozifanya ambazo tunawezesha wanachama wetu. Hizo shughuli ambazo tunawezesha, kwa mfano tuna shughuli ambazo tunatoa elimu ya kilimo. Kuna miradi ambayo inaendelea sasa huko ndani ya majimbo, kwa mfano kama mradi mmoja unaoitwa ITA. Huu ni mradi wa kuelimisha wanawake, kwa support wanawake ili waweze kumiliki mali ndani ya jamii. Kwa hiyo ni mradi ambao unaoendelea, lakini tuna mradi mwingine ambao unaitwa BMZ ambao unaelimisha wanachama kujikita katika masuala ya kilimo, mifugo, na wenyewe ni mradi mkubwa ambao kwa kweli umeenea Tanzania nzima. Lakini pia tuna mradi ambao ni mradi wa Koro Cafe. Tunaelimisha wanachama wetu kuwa katika kilimo bora cha kahawa. Kwa hiyo na wenyewe mradi huo upo huko umesambaa, na miradi mingine midogo midogo, wala nimeweza kutaja miradi mikubwa ambayo tunaweza kuwasaidia wanachama wetu, pamoja na kwamba ni masuala ya kiroho tunapeleka katika mfumo wa kisala. Wakishapata misaada hiyo wanaweza kujitegemeza wenyewe, lakini pia na kuweza kulitegemeza kanisa, na si kulitegemeza kanisa tu, lakini pia kuweza kutoa mchango wao wa kiuchumi ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Chama chetu cha kitume sio kwamba hii elimu tunayotoa inayotokana na miradi hiyo tunaipokea kwamba manufaa yanakuwa ni ya wanachama wala ambao tunawakuta katika ngazi ya majimbo. Kwa hiyo tukiwa tunatoa elimu kwamba tuna familia ya watu 10 kule kwenye majimbo, kwa sababu unaweza kukuta kwenye jimbo tuna familia zaidi ya 10, 15. Kwa hiyo sisi hatusemi kwamba hii elimu tunaitoa ni ya wale wanaohusika, pana. Hata madhehebu mengine wanaweza kupata elimu. Kwa mfano tuseme kama ni elimu juu ya kilimo bora tuseme cha viazi, au kilimo bora cha mchele, au jinsi ya kuweza control disease, au na elimu nyingine ambayo inatolewa ujasiriamali, mikopo. Sio kwamba tunadili na wanachama tu. Tunataka chama chetu hii elimu tunayoitoa, kwa sababu ndo tunamtangaza Kristo, sio kwa Kristo, sio kwetu, lakini huduma tulizonazo tunazigawanya na kwa familia nyingine ambazo zinakuwa karibu na familia zetu za Koropin. Basi kwanza baada ya kuongelea hiyo, mimi mwenyewe binafsi kama mtendaji mkuu wa hapa Jumuiya ya Koropin Tanzania kwa siku ya leo, ambapo pia tunapata viongozi wapya, ni furaha pekee. Umeweza kuona wanachama kwa kweli wanavyokipenda chama chao, pamoja na changamoto ambazo zimekuwepo, na tumeweza kupata viongozi wapya ambao kwa kweli wana nguvu, wana vision nzuri ya kuweza kuisomesha jumuiya yetu ya Koropin ili tuweze kuenea majimbo yote Tanzania. Kwa hiyo katika ndani ya Afrika nadhani Koropin ni jumuiya miongoni mwa familia za Koropin ambayo walao naweza kusema ni kati ya kwanza au ya pili mle, kutokana na familia za Koropin tulizonazo Afrika, kwamba inayofanya vizuri, yenye wanachama wengi sana na miradi, pamoja na mwitikio na ongezeko la wanachama kuja katika chama chetu hiki cha kitume. Kwa ufupi, nina furaha na washukuru wote ambao wameweza kuja kwenye mkutano huu na yote yaliyoweza kufanyika, ambao wameweza kutusupport kuhakikisha kwamba mkutano mkuu wa 8 wa kitaifa unafanikisha iwezekanavyo. Na wakaribisha na wanachama wengine
tunawakaribisha Wakristo wengine wa Katoliki ambao mnapenda kujiunga kwenye chama chetu hiki cha jumuiya yetu ya Colping Tanzania. Makao makuu yetu yako Bukoba, japo tumesambaa kote huko. Kwa hiyo mjiunge, ombeni, uuliza huko, mnaweza kuzipata familia. Njoo mjiunge, tumtangaze Kristo kote. Wapo vijana, hasa vijana, mimi nataka kuwasi vijana, hata watoto wadogo. Na sasa hivi ndo mtazamo wetu kwamba sasa lazima hata vijana watoto wadogo ambao kuanzia miaka labda 5 wanakuja sasa, ndo taswira yetu kwamba na wenyewe tu waingize katika chama hiki cha jumuiya yetu ya Colping. Mwanzilishi wetu ni Padri Adolf, mwenye heri Padri Adolf, ambao Colping makao yake yetu yako nchini Cologne, na kama mnavyojua kwamba tumesambaa mpaka nchi 52 sasa hivi hii jumuiya ya Colping Tanzania. Kwa hiyo mnaona chama ambacho kiko strong ndani ya kanisa Katoliki. Tumesambaa kweli na kazi zetu kweli wanazipenda, sio kwa kanisa Katoliki tu kusema kwamba labda kwenye mabaraza ya maaskofu Katoliki tunafanya vizuri, lakini pia hata serikali, hata NGO binafsi wanatutafuta kuweza kufanya kazi na sisi. Tunayoyafanya wanayaona, wanayapenda. Kwa hiyo ndio maana unaona NGO wengi sana wanakuja na sisi tunaweza kufanya kazi nao vizuri, na matokeo yake ndio unayoona kwamba chama chetu kinakuwa kutufikisha mpaka wanachama 15,000. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Sara Hageze, ni mwakilishi wa kina mama jumuiya ya Colping, na nimetokea jimbo la Kigoma. Ni mwakilishi wa kitaifa. Katika Colping unaona tuna vitengo vikuu viwili, vitengo maalum, kitengo cha wanawake na kitengo cha vijana. Kwa nini wanawake? Wanawake ndani ya Colping ndio tunasema ndio nguzo ya familia, na tunaamini kabisa mwanamke anapowezeshwa basi anawezesha familia yake, kanisa, jumuiya inayomzunguka, lakini na jamii kwa ujumla. Sasa kwa Colping kama tunavyojua, asilimia kubwa ya wanachama ndio hao wakina mama. Wakina mama wanasaidiwaje au wananufaikaje na wanachama wao ndani ya Colping? Katika Colping kuna miradi tofauti tofauti na kuna elimu tofauti tofauti. Kwa hiyo kitu chetu cha kwanza kinachotuongoza kwa imani ni sala. Kwa hiyo baada ya sala tuna kazi mbalimbali ambazo tunazifanya kwa ajili ya kwanza kuweza kuwezesha familia zetu, lakini ya pili kuweza kuwezesha kanisa. Tunafanya vitu gani? Tunapata elimu ya kilimo. Kwa hiyo kuna wengine wamejikita kwenye masuala ya kilimo, kuna wengine wamejikita kwenye masuala ya ufugaji, kuna wengine wamejikita kwenye masuala ya SACCOS na miradi tofauti tofauti. Tuna baadhi ya familia ambazo zimepewa mashine za kuchakata, wanachakata mihogo, kuna wengine wanachakata kahawa, kuna wengine wanachakata alizeti, kuna wengine wanachakata mahindi. Basi kwa hiyo tunaona kile kipato ambacho kina mama wanakiingiza katika familia au katika kile kikundi, basi kinawezesha jamii nzima kwa pamoja. Pengine miaka ya nyuma alikuwa ni mama wa kanisa, anaenda kanisani, anasali, anarudi nyumbani, lakini sasa hivi kwa kupitia kanisa jumuiya ya Colping, manake ameweza kufanya miradi tudogo ambato tunamwezesha kujikwamua, lakini tunamwezesha pengine kulipa sadaka, kulipa zaka za kanisa na kuendeleza familia, kuwapeleka watoto shule. Pengine alikuwa anakosa hata hela ya Panado. Unaona, tunaposema tunamwezesha yule mama, lakini hatumwachi baba. Kina baba wamekuwa na majukumu mengi sana ya kifamilia. Kwa hiyo anapoona pia na mama anaingiza kipato ndani ya familia, basi kwa kweli kwanza anaimarisha ile familia yake, na ndani ya familia kunakuwa na amani, hata hizi changamoto ndogo za kifamilia zinakuwa hazipo. Na kama tunavyojua leo tumefanya uchaguzi ndani ya mkutano wetu mkuu wa 8, na nimepata bahati tena ya kuwakilisha kina mama. Niwaahidi tu kina mama jumuiya ya Colping Tanzania, basi tutasimamia yale yote ambayo yanatuhusu, na kwa imani ya Mungu tuna imani kabisa kuwa yataenda kama ambavyo Mungu atakuwa anatuongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Ni neno gani unalitoa kwa mwanamke ambaye anakutazama wakati huu
ambaye yani anatamani yani kuwa kama wewe kwenye jumuiya hii ya Kolping? Basi wanawake wenzangu ambao wananitazama sasa hivi, kwanza kabisa wale akina mama ambao ni Wakatoliki na katika majimbo yao huko labda hawajasikia kabisa kuhusiana na swala la Kolping, basi watafute Radio Maria, nao watawaeleza na tutapata connection na wao. Lakini wale ambao sasa majimbo yao yana familia hizi za Kolping, kuna huu tume wa Kolping, naomba sana mwende mkajiunge na familia hizi za Kolping, na ndani ya familia hizo basi mtajifunza vitu vingi sana. Mimi niliingia miaka 15 iliyopita, nilijiunga na familia mojawapo huko kwetu Kigoma, na ndani ya familia ile iliweza kunitoa pale nilipo ikanisogeza mbele mpaka leo labda nilipofikia hapa. Nimekuwa mjasiriamali, nimekuwa na uthubutu pia. Kwa hiyo mpaka kurudi kuomba nafasi hii, manake naamini kabisa kwa yale ambayo nimejifunza ndani ya Kolping itasaidia kina mama wenzangu na tuweze kufanya yale ambayo kina mama yanatupasa kufanya.